Yesu yuaja tena. Sasa nimefurahi, hitaji letu kubwa ambalo limeweza kutufanya tukutanike mahali hapa ni utume. Bwana asifiwe. Unajua wakati fulani Yesu alipokuwa baada ya kufufuka, alipoonana na wanafunzi wake walikuwa wana shauku. Walipomwona wakamkimbilia, wakamwambia, mwalimu, hebu tuambie, hivi huu ndio muda wa Israeli kurudishwa ufalme? Lakini Yesu akawaambia, masuala ya ufalme ni ya nani? Ni ya Baba. Ila aliwapa agizo kwamba nimepewa mamlaka duniani na wapi? Na mbinguni. Basi enendeni ulimwenguni mkafanya nini? Mkawafanye watu kuwa nini? Wanafunzi. Bwana asifiwe. Yaani wanafunzi maana yake kama hapa sisi si ni wanafunzi tunajifunza. Watu tuwatamanishe, tuwape tamanio la kujifunza. Sasa katika maisha haya ya Kristo tumedumu kuendelea kwa muda mrefu. Baadaye kanisa likaja kugundua kwamba kuna kitengo kimesahaulika. Kuna watu waliofanya nini? Waliosahaulika. Ndio ndugu zetu Waislamu. Hawa ni ndugu zetu kabisa. Hata unavyosoma historia inaeleza kwamba sisi ni uzao wa Kristo. Waadventista wa Sabato ni uzao wa upande wa Bi Mkubwa ambaye ndio Sara kutoka kwa Isaka, lakini wenzetu hao ni uzao wa Bi Mdogo ambaye alikuwa ni nani? Hajiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu historia inavyoeleza hivyo. Kwa sasa tunapowakumbuka, lakini ukifuatilia historia inavyoeleza inatuelekeza kuwa hawa ndio waliokuwa wa kwanza kumkarimu Yesu. Makuhani waliposoma wa uzao wa Ibrahimu, waliposoma habari za kuzaliwa kwa Yesu hawakuweza kutambua. Yaani wakazisoma wakazielewa, ila Yesu alipozaliwa hawakutambua. Ila hawa wa mashariki hawa maana wako aina mbili. Sara baada ya kufa, Ibrahimu alioa mwanamke mwingine aliitwa Ketula. Na huyo ndio alizaa watoto, lakini baadaye Mungu alimwambia inabidi wafukuze waondoke. Waende wapi? Waende sehemu nyingine, kwa sababu mahali pale ilipaswa atawale mtu mmoja tu ambaye aliitwa Isaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa walipofukuzwa, bado mahusiano yaliendelea, japo sisi tulienda tukapotezana katika mahusiano. Sisi na Waislamu tulipoteana, lakini hata ukiangalia wakati fulani katika mahusiano aidha ya vyakula, misimamo ya kiimani, wakati fulani tunaendana. Bwana asifiwe. Tunaendana kabisa. Na mahali fulani nilikuwa ninalea kule Madibira, kwa wale ambao mnafahamu wilaya Mbarali. Wakati nalea pale tulikutana na Waislamu ambao walikuwa wametoka Tanga. Nao walikuwa wanafanya utume. Sasa walipofika pale, kila mtu akimsogelea anasema watu wana majini, watakuachia majini. Na ni kweli walikuwa wanaogopa. Kumbuka siku ya kwanza wakati ndio naanza kufundisha mara nilikuwa nafundisha Uislamu, wakaja maustazi wawili. Siku hiyo waliposikia tu tumesoma Qur'ani, wakaja kesho yake wawili. Sasa nikaanza kusema leo ndio nimekwisha. Sasa wale marafiki nikazungumza nao. Katika kuzungumza nao wakaniona ni mtu wa tofauti, wakaniambia, wewe rafiki ni nani? Mbona kama mazungumzo yako tofauti kabisa na jamii zingine? Maana wengi wanatuona kana kwamba sisi ni watu tusiofaa, wenye misimamo mikali, sijui ni wachawi, ni washirikina. Lakini kumbe ile misimamo waliitoa kutoka kwa taifa la Israeli, kwa sababu ni watoto wateule waliozaliwa kutoka kwa nani jamani? Kwa Ibrahimu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wana misimamo. Japo tutajifunza wiki hii, tutamfahamu Mtume Muhammad, historia yake pamoja na sifa zake, lakini tutajua uzao huu wa hawa watoto wawili, watoto wa Ketura pamoja na watoto wa nani? Wa Hajiri. Tutaangalia pia na uzao wa Isaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa sisi ndio uzao wa Isaka. Kupitia kwa uzao wa Isaka kwa Ibrahimu ndio tunakuja kumpata Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo ambaye alizaliwa. Lakini kupitia kwa Ishmaeli, ukifuatilia historia ndio inaeleza, maana Ishmaeli naye alienda akazaa watoto 12. Bwana asifiwe. Kupitia wale watoto 12 nao walibarikiwa. Walipobarikiwa walifika hatua nao kupitia kule ndiko alikoenda kuzaliwa Mtume Muhammad. Akazaliwa huko. Kwa sasa kwa historia hii tutajifunza vitu vingi kupitia juma hili la maombi la AMR. Nimefurahi sana kuwa pamoja na ninyi, lakini niwaombe sasa tutakachokuwa tunajifunza, kama kutakuwa na swali usikose kuuliza. Bwana asifiwe.
Maana tunatamani kupeana uzoefu na kupeana changamoto ambazo zitaweza kutusaidia, lakini tutajifunza namna ya kuwafikia ndugu zetu, tunawaendeaje. Maana kumekuwa na changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakuta. Wako wainjilisti wengi ambao wamekutana na dhahama kutokana na kuwatembelea hao ndugu zetu. Injilisti mmoja aliwahi tandikwa huko, wenzao wanamwambia bwana amemkuta mke, yeye akaendelea kumfundisha hapo, anamsomea Sabato. Kumbe sheria ya Uislamu hairuhusu kukaa mwanaume na mwanamke. Na ndio maana mnaona hata kwenye misikiti yao wako wamegawanya pazia hapa. Bwana asifiwe. Lakini ni watu ambao wako vizuri na wana misimamo thabiti na wanathamini kile wanachokiamini. Na tutajifunza kwa nini wao imani yao inaruhusu kuua ikitokea mtu anakufuru. Yaani anakufuru masuala ya yaani anafanya nini, tutajifunza hayo. Sasa kitabu cha Ufunuo sura ya 14, naomba rafiki unisomee mstari ule wa 6. 14:6 kitabu ni cha Ufunuo. Ndio. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikaona malaika mwingine. Anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Akiruka katikati ya nini jamani? Ya mbingu. Huyo alikuwa ni Yohana. Milele. Mwenye injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Anasema hitaji lake lilikuwa ni kuwahubiri hao wanaokaa juu ya nini? Ya nchi. Juu ya nchi. Na kila taifa. Na kila taifa. Na kabila. Na kabila. Na lugha. Na lugha. Na jamaa. Na jamaa. Akasemaje? Akasema kwa sauti kuu. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Na kumtukuza. Na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa maana saa ya hukumu imefanya nini? Imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Tangazo nasema msujudieni yeye peke yake aliyezifanya mbingu na nchi na nini? Na bahari. Na bahari. Na chemichemi za maji. Na chemichemi za maji. Endelea. Mstari wa 8. Mstari wa 8 nasema. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema. Kwa hiyo malaika wa kwanza anatangaza habari ya ibada. Bwana asifiwe. Anatangaza habari ya kumsujudia. Anayestahili kusujudiwa ni Mungu pekee. Bwana asifiwe. Na huyo sasa anayetangaza maana yake malaika ni mjumbe. Bwana asifiwe. Amen. Mjumbe anaruka katikati ya nini? Leo hii tunaweza tukasema vyombo vya habari pia ndizo vinavyoweza kufanya ni kutawanya ujumbe na kuendelea sehemu mbalimbali. Vyombo vya habari tunavyo sasa. Sasa anaposema hitaji lake kubwa ilikuwa ni kuwapasha habari watu kwamba jamani, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imefanya nini? Imekuja. Msujudini yeye aliyezifanya mbingu na nini? Na nchi. Kwa nini anastahili kutukuzwa? Kwa sababu ndiye aliyefanya kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kipindi cha Waisraeli wakati walipokuwa wanafanya ibada zao za kutoa kafara za wanyama. Sawa watu wa Mungu walipokuwa wanafanya ibada zao za kutoa kafara ya wanyama, walikuwa wanatoa, lakini kulikuwa na ibada ambayo ilikuwa inafanyika kwa mwaka mara moja. Bwana asifiwe. Na ile ibada iliyokuwa inafanyika kwa mwaka mara moja, maana yake sasa ilikuwa ni kwa ajili ya kutakasa nini? Kuwatakasa Waisraeli wote. Mmeelewa na ile wanasema walikuwa wanachagua mbuzi wawili, wanawapigia kula, mmoja anakuwa mbuzi wa Bwana, mwingine anakuwa nani? Mbuzi wa Azazeli. Kwa hiyo wanampigia kura hapo. Baada ya hapo ndipo wanafanya nini? Yule mbuzi wa Azazeli yeye alikuwa hachinjwi, lakini yule mbuzi wa Bwana anachinjwa, alafu ile damu kwani ataingia nayo, ataenda afanye nini? Huduma. Na baadaye akishafika hapo anatoka amechukua zile dhambi, ataziweka kwenye kichwa cha yule mbuzi wa nini? Wa Azazeli. Kisha atatafuta mtu mwenye nguvu, atamuongoza porini, ataenda kumwacha mbali, ataishi huko. Kwa ndio walikuwa wanafanya ibada zilivyokuwa zikiendelea hapo. Lakini wakiwa wanaomba Waisraeli, yani kuhani akiwa anaomba, Waisraeli wote nao walikuwa wanaomba, wanaungama dhambi. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kifo cha Yesu, lile sanduku lilihamishwa na huduma ile ikahamia wapi? Mbinguni. Na hata sasa watu wa Mungu tuko hapo, Kristo anaomba. Anapoomba yuko mahali patakatifu, kuhani mkuu anatuombea. Sasa kama anatuombea, na ngoja niwaambie, kwa Waisraeli wale waliokuwa hawaombi, wanacheza cheza, kuhani akishamaliza ile huduma walikuwa wanakufa.
Sasa leo hii kuhani mkuu ambaye ndiye Yesu Kristo yuko wapi? Patakatifu, anatuombea. Anapotuombea, majina yetu yanaposomwa, picha zinaporejelea, je, wanaangalia hao watu wanaomba pamoja na Kristo? Unajua hitaji kubwa hili ambalo, kwa nini malaika wa kwanza anatahadharisha, anasema saa ya hukumu yake imekuja. Unajua hukumu ni kitu fulani kinachotisha. Yawezekana huenda uliwahi itwa kwenye hukumu, au hukumu ya wazazi, au hukumu ya mahali fulani. Mahali fulani niliwahi itwa kwenye hukumu ila kwenda kutoa ushahidi. Na ule ushahidi nilikuwa na ukweli nao. Wakaniambia sasa cha kufanya, sisi bwana tuko tayari kukulipa pesa yote. Nenda kaseme hivi na hivi. Nikasema sawa, haina shida. Nikachukua uzoefu, kwa hiyo shilingi ngapi? Nikasema sema wewe. Na ulikuwa ni ushahidi mkubwa mzito. Sasa nikamwambia nitawaambia basi kesi kiisha. Nilipofika pale, unajua wengine wao wanaapa, nikaulizwa wewe ni Muislamu au Mkristo? Nikasema ni Mkristo, nikapewa Biblia. Nikaapa. Nilipoapa nikasema nitasema ukweli wote. Bwana asifiwe. Na nilipofika pale nikasema ukweli wote. Tulipotoka vipi sasa? Nikasema mimi ni mtumishi wa Bwana. Nilipoapa kwenye Biblia kwamba nitasema ukweli wote, nimesema ukweli nini jamani? Wote. Kwa hiyo hukumu ni kitu fulani kinachotisha. Na ndio maana tunaambiwa hivi, kwa mfano hukumu inapokujia hauna hatia. Hivi utaogopa? Utaogopa? Najua hapa sijajua wako wana sheria mnaosomea mambo ya sheria. Mnajua kwamba wakati fulani mambo ya hukumu yanapokuja wao yanafanya nini? Kama hauna hatia, na wengine huwa wanacheza na psychology, wanamwangalia tu mtu anapohojiwa, maelezo yake watamhoji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, tayari watakuhoji mara ya kwanza utaeleza, mara ya pili utaeleza. Sasa huku wanachukua maelekezo, wakikuta maelezo ya kwanza katanzi na ya pili yako tofauti, wanaanza kusema huyu mtu anachokisema hakina nini jamani? Hakina ukweli. Kwa hiyo malaika wa pili alikuwa anatangaza, wa kwanza anatangaza kwamba Mungu anahitaji ibada. Unajua Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo jamani. Bwana asifiwe. Sijawahi ona Mungu wa namna hii. Unajua Mungu angekuwa kama wanadamu, kwa kweli singekuwaje. Wakati fulani wanadamu wanapewa tu sehemu. Yaani mwanadamu mmoja alikuwa ni hakimu, nimeenda kusaini nyaraka zangu nipitishe, akaanza kunisumbua, ananiambia mambo mengi, maneno mengi. Baadaye nikamuuliza, kwani mheshimiwa hakimu shida ni nini? Hebu niambie, kama ni pesa wewe sema, usizunguke zunguke. Kwani wewe ni nani? Anataka ajue kumbe ili apate pesa lazima nijue kwanza mimi ni nani. Sasa hao ni wanadamu. Kumbuka wanadamu hawa hata kama wangepewa kuendesha jua, yani wangepewa waweze kuoperate dunia, nawaambieni tungepata shida watu wa Mungu. Mkisumbua tu sasa huko zima jua miezi mitatu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mnaishi gizani mpaka muende mkambembeleza, jamani tumekosa. Wanadamu wanaangalia. Tajiri mmoja siku moja wanamwambia, rafiki bwana tuchangie spedi za msibani. Anasema sasa nachangia spedi 5 ila katangaze pale. Tunaona shida ya wanadamu. Lakini Mungu yeye pamoja na hayo anajitangaza, anasema anahitaji kufanywa ibada tu. Anahitaji ibada tu. Bwana mpaka huko mnakaa tu. Bwana asifiwe. Pita tu mpaka huko. Anahitaji ibada. Tangazo jema anahitaji tumfanyie ibada. Na watu unapofanya ibada uwakumbushe na wengine kwamba anayestahili kuabudiwa ni nani jamani? Mungu. Ni Mungu peke yake. Kwa sababu dunia saizi imeingia kwenye changamoto kubwa. Leo ukifungua vyombo vya habari, ukiingia kwenye simu, nabii fulani amepatikana. Nabii fulani yuko. Sijui anafanya nini. Nabii mmoja ambaye alitikisa mpaka kanisa letu, Babu wa Loliondo. Watu wanakuja kuniomba ushauri. Eti mtumishi, tumesikia hakuna masharti. Bundara huwa. Mbona umefichama sana mkuu? Sisi Waadventista tunatumia, yani yule mganga hana masharti, anakupa tu unakunywa. Wanakuja nikamwambia, kwani wewe unaonaje? Kwa hiyo unamwamini mwanadamu au Mungu? Unajua mula anaweka nini?
Na saizi hali imeharibika, watu wa Mungu, na ndio maana tunapaswa kufanya kazi kuwakumbuka wengine. Bwana asifiwe. Hali si salama, lakini siwalaumu watu wa Msiti kwa sababu nimewaona huduma zenu tumefanya pale Chichimara, tukafanya kule Songea na sehemu zingine nimewasikia. Mko vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa hitaji kubwa Mungu anahitaji tumfanyie ibada. Tunapomfanyia ibada basi na sisi pia tufanye nini? Tuwakumbushe na wengine kwamba anayestahili kuabudiwa katika ibada ni Mungu pekee. Haleluya. Amina. Ndio huyo tu anayestahili kuabudiwa peke yake, kwa sababu huyo ndio aliyeziumba mbingu na nchi na bahari. Hivi ni mtu gani mwenye upendo wa namna hiyo? Yaani anakusaidia, anakuumba, anakupa pumzi, unapumua vizuri, una nguvu, uko vizuri, tukikutazama unaonekana vizuri, umenawiri. Na Waadventista wa Sabato ndio kanisa lilojaliwa kuwa na sura nzuri. Bwana asifiwe. Ziko vizuri. Haleluya. Ziko vizuri. Kwa hiyo ukiwaangalia ni watu wenye matumaini kwa sababu wanajua wanakoenda. Lakini ukifika makanisa mengine, jana nilikuwa kwenye msibiri, nilikuwa msibani, nikaenda wakati wanafanya ibada zao Walutheri wenzetu hapo, nikasikiliza ibada zao. Akachukua mchungaji, ameshika mic. Yaani sisikii chochote anachoongea. Baadaye alipo makofi na vigeregere kwa Yesu, tafadhali kama mmenielewa. Nikasema kweli hao watu wameelewa. Simeona changamoto hiyo. Kwa hiyo Mungu anahitaji tuwaambie watu, sisi tuliyemfahamu Mungu tusikae na vitu kama yeye ambaye alipoona mwanadamu ameanguka dhambini hakukaa. Alikuwa ni Mungu, akakubali kuacha uungu na kushuka chini kuja kuchukuliana nasi na kufa. Kufanya nini? Akafa. Yaani wewe kama katoto kako na ninyi uende baadaye mtakuwa, yaani katoto kanakuja kama wewe ni baba kweli, hebu nipige. Katoto. Hata leo hii mkipiga simu kule nyumbani, ambia wewe mzee, kama wewe kweli ni mzee, ole wako leo usinitumie pesa. Kama kweli ni baba, unamwambia tu hivyo, atatuma. Lakini akaona hayo yote hakuna shida, akachukuliana nasi kwa udhaifu mpaka kufa. Wakina Petro, wakati fulani Petro anaambia, unajua imempasa mwana Adam kufa na kufuka siku ya tatu. Anamwambia hayatakupata hayo Bwana. Yaani alijua kama ni utani. Hata siku hiyo Yesu anakamatwa, Petro anachomoa kisu, anamcharanga askari wa Kirumi nini, kisu sikio linaanguka. Alafu Yesu anamwambia, mzee, sio hivyo. Rudisha kisu kwenye nini? Kwenye hara. Rudisha kisu. Kwa anarudisha kisu, alafu yule rafiki sikio lake linafanya nini? Yesu anafanya nini? Yule nani Petro anaanza kusema, anasema kama ndio hivi ni kazi. Anamwambia vita vyetu si katika nini? Katika damu na nini? Hata mapambano ni mengi. Na hata hapa kila mmoja ana pambano lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa kupitia mapambano hayo sisi tumeushinda ulimwengu. Lakini hitaji letu sasa, mjumbe wa kwanza anatuambia tuwatangazie watu habari njema kwa kila taifa, lugha na nani jamani? Na jamaa. Maana yake hamna kuacha mtu. Nikiwa kule Songea nikasema sasa walevi tunafanyaje? Nikasema sasa naenda nikamshirikisha mzee wa kanisa. Kesho twende tukatembelee kilabuni, tuwahubiri watu wa kilabuni. Tulipofika mle kilabuni, tukawaambia sisi ni watu wa Mungu. Kwanza sura zikabadilika. Sasa watu wa Mungu umekuja kufanya nini huko? Wakatupa mtihani, wakasema kama ninyi mnataka mtusikilize, nunueni pombe. Tununulieni pombe, halafu tutawapa kibweta mhubiri. Lita ngapi? Maana tukazungumza sasa, wana mwenyekiti wao msemaji akasema lita 2. Tukasema shingapi lita moja? Ilikuwa ni 500. Tukasema tunanunua lita 5. Tuliponunua lita 5, wakakusanya na zingine zote, rudisha store. Ule ukumbi ukawa ni kanisa. Bwana asifiwe. Akasema tuanzishe pambio. Nikamwambia imbeni pambio.
Kumbe kule klabuni nako kuna mapambio mazuri. Wakaimba watu vizuri, tukafanya huduma. Tulipomaliza, wazee wawili wakaniambia, unaweza ukaja kesho asubuhi nyumbani? Nikamwambia ndio, tutafika. Tulipofika nyumbani kesho yake asubuhi, tukajifunza nao, na mpaka naondoka Songea hao watu tayari walikuwa wamemwamini Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu, yani kila mtu anapaswa afikiwe na nini? Na ujumbe huu. Ninyi mna marafiki wa Adventista wa Sabato. Hicho ni kitanzi, ni hukumu hiyo ambao si wa Adventista wa Sabato. Unakuta unaishi naye ni rafiki tu, unamwona haumwariki. Mnaendelea tu, haumwariki. Mnashirikiana mambo mengine. Haujawahi mwambia. Siku moja utaulizwa, na huyo ndio atakufanya akufungie, yani atakufanya usiingie wapi jamani? Usiingie mbinguni. Endelea rafiki hapo. Fungu la 7. 14 mstari wa 8. Mbona kama mmeanza kuhuzunika? Mpunga mkono sasa. Punga mkono kama unahuzunika. Bwana awabariki sana. Nimewapata wengi. Paka na Bundara na amehuzunika. Jamani, Bwana awabariki. Soma mstari wa 7. Mstari wa 7. Akasema kwa sauti kuu. Akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni yeye peke yake aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Mstari wa 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata. Malaika wa pili anasemaje sasa? Akisema, umeanguka, umeanguka Babeli. Umeanguka Babeli. Mji ule ulio mkubwa. Mji ulio mkubwa. Maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Sasa kumbe tangazo la pili linatangaza, jamani, Babeli, hii dunia ndio sasa imekuwa Babeli. Zamani Babeli, Babeli kihistoria inasemekana iko Iraki. Sasa kwa ufupi tu, kwa sababu muda wetu unaenda, sijajua mwenyekiti tunafunga saa ngapi? Sasa saa 2 dakika saa 2 dakika 20. Okay, sawa, nashukuru. Maana mimi hapa hata kunaweza kukapambazuka. Maana kwa hiyo sasa tangazo la pili nasema dunia imeshaanguka. Duniani mahali hapa imekuwa ni nini jamani? Ni Babeli. Watu wa Mungu, ninyi hata mkitoka sehemu mnaona, mkitoka duniani ukiingia mitandaoni hali inakuwa mbaya. Zamani mtu alikuwa akimuua mwenzake, tunasema amefanya jambo la nini? Amefanya jambo la nini? Sio la kutisha, amefanya jambo la unyama. Au ninyi mmesahau? Unyama. Lakini leo hii wanyama ndio wamekuwa na akili kuliko wanadamu. Yaani leo wanadamu ndio wamekuwa sasa wanyama. Maana mtu amefanya kinyume, aidha amebaka mtoto, anasema amemfanyia jambo la unyama. Lakini leo wanyama hamna. Viumbe hawa wamebaki na sera yao, ila wanadamu wameshapotea. Kwa sababu amesema wamefanya nini? Wamenyweshwa nini? Mvinyo wa nini? Wa ghadhabu. Wa ghadhabu. Yaani mvinyo, mtu akilewa haelewi chochote. Mtu akilewa kwanza anakuwa ni mbishi. Ukimuuliza umelewa, anasema hajalewa. Lakini yeye mtu akilewa anaweza akakwambia anajua lugha zote. Anajua kuongea Kiingereza, kila kitu. Lakini hajui, ila amelewa. Mtandaoni ninyi mnaona kuna jamaa fulani wanaigiza, jamaa mmoja amesokota msokoto mkubwa wa bangi. Alafu alipovuta kulikuwa na mawe pale. Wakiwa wawili, akampa mwenzake akavuta, mwingine akavuta. Alipovuta lile jua akaona ni mpira. Mmoja akaenda akakaa golini. Kapiga shuti, mwingine akaenda akapanchua kwa nini? Kwa kichwa. Sasa baada ya muda sasa bangi imeisha, ndio wanaanza kugundua mmoja mguu umepasuka na kichwa kimefanya nini? Ndio akili inarudi. Sasa dunia imeharibika, imelewa. Yaani leo hii mtu huwezi unamwambia habari ya neno la Mungu hakuelewi. Ila ukimwambia habari ya uponyaji anafanya nini? Anakuelewa. Mambo ya miujiza. Na kanisa letu hili halina miujiza. Miujiza zaidi ni kusoma neno la Mungu na kumjua Kristo. Bwana asifiwe. Sasa unakuta mtu wetu anataka nabii amesema, nabii wa wapi?
na sehemu fulani mpaka nikashangaa yule nabii. Yaani wanadamu, dunia imeharibika, watu wa Mungu. Nabii anapotoa yale maji ya upako, anapanda kama hivi, kanisa lake lina dari, anapanda kule juu. Akishapanda kamewekwa kamrija, waumini wanapanda, na anapopanda kule habebi maji. Na ninyi mnajuaga wanadamu kwamba mwanadamu ana sehemu kuu ambayo huwa inatoa maji. Akishapanda kule, kile kimrija kimekaa, halafu baadaye mnakuta maji yameanza kutiririka. Kwa hiyo nani sasa, waumini wamepanga mstari, kila mmoja anapita anaonja. Mmoja alipoonja akatikisa kichwa, maana yake akaona hii sijui. Mwenyezi Mungu turehemu. Kwa sababu nini? Shetani ameitengenezea dunia isiamini Biblia, ila iamini mtu. Si mmenielewa watu wa Mungu eh? Na ndio maana malaika huyo anataka watu, anatangaza kwamba sisi tutangaze, jamani, dunia hii ni Babeli, saizi hakuna maelewano. Babeli palikuwa ni mahali ambapo zamani baada ya gharika ilipoisha, dunia iliongezeka tena, bwana asifiwe, watu wakazaana wakawa wengi. Lakini kwa sababu walikuwa na kitu kichwani kwamba ilitukuta gharika, wakakaa wakapanga mawazo yao, wakasema sasa inapaswa tufanye nini? Tutengeneze mnara, tujenge mnara ambao utafika wapi? Mbinguni, kwa sababu yasije akatukuta yale yaliyotukuta kipindi kile. Sasa wakaanza watu juhudi binafsi, kila mmoja anafanya kwa uaminifu, wanajenga. Anasema mbinguni, hata walipoangalia wakaona watu kila mmoja yuko busy, anafanya kwa uaminifu. Anasema sasa watu tutawazuia kwa namna gani? Yaani kama hapa mmekubaliana, mnaweza mkaunda. Saizi kuna watu fulani ambao wanajitokeza wanasema kanisa limeasi, na hata humu huenda tunao vijana ambao wanafuatilia hao. Tena niwaambie, kuna wengine wanafuatilia sana mahubiri yale ya watu ambao wako wameasi, wameliacha kanisa. Hayo achana nayo, yatakupoteza. Fuatilieni mahubiri ya watu ambao unajua kabisa hapo kwenye mstari wa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kanisa hili, unapoingia kwenye kanisa hili unakuwa dhahabu. Yaani unatafutwa. Unafanya nini? Unatafutwa, na kinachotafutwa ni imani hiyo. Ukishaondolewa tu kwenye imani basi. Kwa anasema mnaweza mkakaa hapa, akaja akafundisha mkakubali, jamani tumekubaliana kanisa limeasi. Kanisa limeasi. Anakuja hapa mchungaji wenu mlei, anauliza, anasema mnamuuliza maswali, wangapi anaweza akapigisha kule, wangapi wanasema kanisa limeasi, mnanyosha mkono wote. Sasa lazima warudi kule waseme sasa hao watu wana nia moja. Sasa tutafanyaje? Aiza sasa hapa si ndio mnaposali ninyi? Manake hapa sasa sijajua taratibu labda za chuo, anaweza wakaripoti sasa kuanzia saizi hapa wale si washirika wetu, kwa hiyo patafungwa hapa. Na ndivyo walivyofanya hata kipindi cha Babeli. Kwa hiyo wakashuka wakachafua nini? Usemi. Kwa hiyo pakawa hapana masikilizano, maelewano. Kawa na kelele. Kama leo ibada nyingi unakuta zina kelele. Huyu anasema hivi, ukifungulia vyombo vya habari, mwingine yuko hapo Uyole hapo, yeye naye ni nabii, anagawa pesa. Na anasema kabisa kama uamini uje, njoo mwenyewe. Yaani unazipata kabisa. Sasa si unaweza ukawaza kwa sasa hizi pesa si tunaweza tukafanyia hata kazi ya Mungu. Sawa? Si tuna ujenzi kule wa kanisa tuliacha kule Songea. Sasa si unaweza ukasema hizo pesa. Sasa unajiuliza, mtu huyu anataka pesa lakini sasa anatoa pesa ila tena anataka 10,000 tu ili akupe pesa. Kwa hiyo duniani kumechafuka, hakuna nini? Hakuna maelewano. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna maelewano. Kwa hiyo kwa sababu hakuna maelewano, kwa hiyo hitaji kubwa sasa ndio hilo ambalo tunapaswa kuwatahadharisha watu kwamba dunia imefanya nini jamani? Imeanguka. Kwa Babeli palipochafuka, maelewano yakawa hayapo. Kwa hiyo wakaa wanasikilizana. Wakiongea akikuta huyu ni mwenzangu, huyu ni Msukuma, huyu ni Mchaga. Naweka mfano japo sijajua makabila yaliyokuwepo pale. Wanashikana mkono, wanafanya nini? Wanaondoka. Na hitaji la Mungu lilikuwa ni kwenda kutawanyika. Ndio ilikuwa mojawapo ya uinjilisti pia. Sio kukutanika mahali pamoja. Ilikuwa watawanyike. Kwa hiyo Mungu ndio muasisi wa kwanza wa uinjilisti.
Uinjilisti wa kwanza alioanzisha ni kuzaana. Bwana asifiwe. Na huu wenzetu, ndugu zetu upande wa pili wa Ishmaeli wamefaulu. Hawana effort, hawana shida. Ila wao anaoa wake watano. Akishaoa wake watano, hata kama atakuwa ni Mkristo mwanamke, lakini kishamuoa atazaliwa watoto. Wataitwa kina Hadija, kina nani, majina ya Kiislamu. Kwa hiyo ana watoto, ana wake watano. Ana watoto wangapi? Watano. Kila mama akizaa watoto watano anaumii wangapi? 25. Huyu wa pili 50. Ninyi bado kwa mwaka ndio mnafanya effort, mnabatiza watu 5. Na wengine mnawavuta tu, njoni. Hakuna hata mtu aliyerudi nyuma hapa, asogee hapa jamani. Ili usionekane tu si wahubiri tuna shida. Maana kweli unapiga mkutano unawaza kweli sasa kweli tuondoke hivi. Na ninyi washiriki, na ninyi jambo la kwanza mmebatiza wangapi? Hamna kitu. Sio mhubiri wewe, niliwaambia. Sasa tunafanyaje? Eti watu. Kwa hiyo lazima tupambane. Mimi nimelea ninalea mpaka sasa kanisa haya. Changamoto kubwa tulio nayo, nilienda mahali fulani. Tena ni hapa. Nikakuta watu wengi sana walibatizwa ila wakarudi nyuma. Zaidi ya 20 na kitu. Nikafuatilia majina yao. Kila mmoja nafuatilia. Namuuliza, vipi mbona hauji kanisani? Basi mtumishi nitakuja. Nakaa, baada ya muda tena nafuata. Baada ya siku 3 namfuata. Baadaye wawili wakaniambia, mwinjilisti, ngoja tukwambie tu kweli. Yaani sisi tulibatizwa tu baada ya kupewa hela. Walitupa hela na Biblia wakasema tukabatizwe. Sasa sisi kwa kweli hatujui, yani na wala hatuhitaji. Hata tunawaza hizi Biblia zinatutinga, tunatafuta mahali tuzirudishe kanisani. Maana tunaona hizi yani kama imekuwa ndio nini? Kitanzi cha kufanya ninyi muendelee kutufuatilia. Simeona changamoto hiyo. Kwa sasa kumekuwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo Mungu anataka tutangaze kwamba dunia sasa si mahali pa kucheza. Bwana asifiwe. Maana yake sasa watu waandaliwe kwa ajili ya kuja kumpokea Yesu Kristo, ambaye alienda na alitangaza kwamba anaenda kutuandalia mahali, atarudi tena kuja kufanya nini? Kutuchukua. Anatamani eti alipo na sisi tufanye nini? Tuwepo. Sasa leo umesoma hapa Musti. Umekuwa mwanatukasa mzuri. Umekuwa umeimba vizuri. Umeacha historia nzuri. Tunafika kule mbinguni tunaanza kutazamana, hatumuoni. Fulani yuko wapi? Jamani, mtafuteni na fulani. Unakuta haumuoni. Simulifuatilia kama mahubiri ya nani? Ya mchungaji huyu aliyehubiri nani? Danet Event, huyu Mkenya. Mnene, anasema miongoni mwa vitu tukifika mbinguni tutashangaa. Vilikuwa ni vitu viwili sijui. Vitatu. Anasema jambo la kwanza, umefikaje? Si ndio hivyo? Umefikaje? Nilikuwa nasoma historia ya tabu ya Yakobo, anasema tabu ya Yakobo wengi wanajua ni kukimbilia maporini, kwenda kuishi maporini. Paka kuna marafiki zangu wengine wainjilisti walei walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya tabu ya Yakobo. Nikamwambia, hivi tabu ya Yakobo mnaielewa? Maana Yakobo alikuwa na tabu gani kwenye moyo wake? Ni kupatana, je, ndugu yake amemsamehe? Ndio iliyokuwa tabu. Haikuwa tabu labda ya kuteseka, maana alikuwa amefanikiwa na mali. Sasa narudi, anawaza, hivi ndugu yangu atakuwa amefanikiwa kweli? Amenisamehe kwa yale niliyomtendea? Si aliuza uzaliwa wa nini? Wa kwanza. Tena hivyo tu kwa utani. Jamaa akamwambia, nipe bwana hesabu kwa chakula cha dengu. Wala wasukuma dengu mnaweza mkaa mnazifahamu. Kwa hiyo utani tu, wewe nipe. Kajamaa nipe kwanza uzaliwa wa kwanza. Na yeye alijua sinampa tu. Lakini kumbe ndio haki hiyo, ndio anafanya nini? Anaipoteza. Na ndivyo hivyo hata si Waadventista wa Sabato tusipokuwa makini tutapoteza haki yetu. Wanasema tutashangaa kwamba tumefikaje. Na jambo la pili, tutashangaa kuona wala ambao tulitegemea huyu mtu ni 100% mbinguni. Unajua tukitazamana hapa tunaona kabisa huyu mtu ni 100% mbinguni. Halafu kuna mtu mwingine ukimwangalia huyu mtu sijui, Mwenyezi Mungu aendelee kumrehemu. Si ndio hivyo watu wa Mungu? Tuna macho ya kiroho, sisi tuna macho ya kiroho, haya watu tunatazamana. Tunapimana.
Na hususan sisi tunaokaa huku mbele ndio tunapewa 100% sana. Ndio maana mimi nawaambia mtu mwingine anakuja, mtumishi, naomba maombi yako. Unataka maombi yangu ya namna gani? Mimi ndio Yesu. Kwa hiyo namfundisha kuomba kwamba wewe pia una haki ya kufanya nini? Ya kuomba. Kwa sasa anasema jambo la tatu, tutashangaa sasa kuona wale tuliotumaini kwamba huyu 100 atafika mbinguni ila hayupo. Ila wale ambao tuliona sasa huyu wakati fulani huwa anashangaa hivi, tunaangalia, maana Biblia inasema makahaba watawatangulia. Yaani makahaba watakuwa mbele yetu. Alafu leo unapita pale unamuona kahaba, unaona mtu hafai. Unamuona ni wakupuuza. Lakini Biblia inasema wale watatutangulia. Yaani unauliza, na wewe? Imekuwaje? Na hata si wenyewe wahubiri wakati mwingine tumekuwa paka tukijivika haki. Ukisoma Biblia roho ya unabii. Na ukisoma kitabu cha nadhani kitabu cha roho ya unabii, nimekisahau hicho kitabu. Kama kesho nikipata nitawaambia, kilikuwa kinaeleza habari. Imeeleza habari ya Wakatoliki wengi watakaoingia mbinguni. Haijasema Wasabato. Halafu imeeleza habari ya Waisraeli wengi ambao hawataingia mbinguni. Na wachache wataingia wapi? Mbinguni. Sasa usianze kuwaza, si nitakuwa mimi. Fanya haki yako. Bwana asifiwe. Amen. Tenda kwa haki. Mambo mengine mwachie Mungu, ndio mwamuzi wa maisha yako. Na wengine pia wamekuwa wakati fulani wakifika mahali fulani amefanya kosa, anajiona ni mwenye hatia, anaamua kuacha kabisa, yani bora tupotelea mbali. Ngoja nikwambie, wewe huwezi kuiokoa nafsi hiyo. Anayeweza kuiokoa ni Kristo. Bwana asifiwe. Hivi wewe mtu una njaa, alafu unaanza kusema sasa mimi siri. Nimesema siri. Yaani ukiona una hali hiyo, ndio sogea miguuni pa Kristo. Nyenyekea, mwambie Bwana, Baba, siwezi. Kama Kristo mwenyewe alifika hatua akaomba, na ndio ndugu zetu wanatukandia hapo aliposema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kifanya nini? Si kama nitakavyo mimi, bali yatimizwe. Huyo ni Mungu. Sasa leo mwanadamu sisi malizia mstari wa 8. Hivi tulimaliza wa 8? Si imeisha hiyo? Bado malaika watatu. Malaika watatu anasemaje? Mstari wa 9. Kitabu ni Ufunuo sura ya 14. Ndio. Na mwingine malaika watatu akawafuata, akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Tangazo sasa linatangaza kwamba mtu awaye yote atakaye msujudu huyo mnyama na nini? Na sanamu yake. Na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa. Kumbe tangazo la 3 anasema mtu yeyote awaye yote atakaye msujudia huyo mnyama. Sasa huko tumeingia tu mnyama anayetajwa, kwa sababu duniani tuna makanisa makuu mawili. Kama tutaeleza pia historia ya Uislamu namna ulivyoibuka. Najua wengine hawajui kwamba Uislamu uliibuka kwa namna gani. Lakini historia inaeleza kwamba Uislamu haukuwepo. Uislamu ulianza mwaka wa 530 kama sijakosea. Lakini inaonekana kuibuka kwake ulitokea wapi? Kama walivyoibuka tu wengine hawa kina Martin Luther. Sawa. Kama walivyoibuka tu hao wengine. Kwa sasa tunapohitimisha, mengine tutaendelea. Kesho tutaendelea na historia sasa ya kuangalia ndugu zetu, mahusiano yetu na wao, na vile tunavyoshirikiana pasipo kufanya nini? Kujua. Kwa hiyo niwatie moyo watu wa Mungu. Tangazo hili la kwanza nitamani tujifunze hapo, kwa sababu Mungu wetu ndio aliye mwanzishi wa kwanza wa uinjilisti. Tena ni uinjilisti wa upendo, wa kuwahurumia watu. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa na sisi kufanya nini jamani? Kuweza kutenda. Kwa hiyo tuweze kuyaishi hayo, na tukishalifahamu hilo sasa,
ndipo tutaweza kuanza kuondoka sasa katika hatua ya kuingia kwenye uinjilisti, kuweza kuwafikia ndugu zetu hawa ambao inaonekana kuwa tumefanya nini? Tumewatenga, tumewaacha mbali. Bwana wabariki sana. Kuna mtu ana swali? Basi kwa kusema hayo niwaalike tusome tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema, uliyemuumba mbingu na nchi, asante Bwana kwa sababu ya masaa haya pekee. Tunashukuru tena kwa sababu ya kutukutanisha na ndugu zetu. Ni vijana wako mahali hapa, ni vijana ambao wamejitoa kukuwakilisha katika chuo hiki. Asante Bwana kwa sababu ya ukarimu huo na upendo huo. Lakini wiki hii tunalo juma hili ambalo litakuwa likiendelea mahali hapa. Kamuandae kila mmoja ambaye amekubali kuweza kuzulia juma hili. Lakini pia kila neno na kila hatua tutakayopiga, tunakuomba Roho wako akawe ndio mwamuzi katika maisha yetu. Wakati umeisha, hatustahili tena kubaki tunahangaika na dunia. Tunapaswa kuandaa maisha yetu na kuweza kufungamana pamoja na wewe, kwa sababu si kitambo utakuja Mfalme. Na sasa tunapoahirisha ibada hii, ukae pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina.